Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kujipambanua mbele ya wananchi wake kwa kutekeleza ahadi zake ilizozitoa mwishoni mwa mwaka jana wakati ikiomba ridhaa ya uongozi. Katika kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan aliweka wazi dira yake katika siku 100 za mwanzo na kusema analenga kugusa maisha ya watu ikiwemo katika sekta nyeti za afya na elimu, ambapo aliahidi kuajiri watumishi 12,000 ili kukamilisha azma hiyo ya kugusa maisha ya watu kupitia uboreshaji huduma za msingi za jamii. Miongoni mwa kiungo muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 za awali imekuwa ni ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, ambapo wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA ni taasisi chini yake. Jukumu kuu la OSHA ni kulinda nguvu kazi ya taifa dhidi ya ajali, magonjwa na vifo vitokanavyo na kazi kupitia usimamizi wa sheria ya usalama na afya mahali pa kazi ya mwaka 2003, jukumu ambalo OSHA wamelitekeleza ipasavyo ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika siku 100 tangu Novemba 2025, OSHA imetekeleza ukaguzi wa mfumo wa usalama na afya katika sekta mbalimbali zikiwemo sekta za viwanda, madini, mafuta na gesi, ujenzi, biashara, fedha na sekta nyinginezo. Sekta hizi zina mchango mkubwa katika kuzalisha ajira na kukuza uchumi wa taifa. Katika kipindi hiki, jumla ya kaguzi 98,771 zimefanyika katika maeneo mbalimbali ya kazi nchini, ambapo waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi Mheshimiwa Deusi Sangu na mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda amekuwa sehemu ya ukaguzi huo katika maeneo mbalimbali ya kazi ili kujionea wadau wanavyotekeleza sheria ya usalama na afya mahali pa kazi pamoja na sheria nyingine za kazi. Kaguzi hizi zinajumuisha masuala ya usalama wa umeme, mitambo na zana za kazi, miradi ya ujenzi, mifumo na taratibu za kiigonomia, vifaa vya kunyakulia mizigo mizito, ubora wa hewa na afya ya mazingira. Aidha, katika siku 100, idadi ya wafanyakazi waliochunguzwa afya zao ilifikia 196,682, huku waliopata mafunzo ya usalama na afya kazini wakifikia 5,097. Shughuli hizi za OSHA katika sekta mbalimbali zimekuwa na mchango mkubwa katika kukuza na kuendeleza sekta husika, ambapo hupelekea uwepo wa nguvu kazi yenye afya njema pamoja na kuzuia uharibifu wa mali. Tukiangazia sekta ya madini ambayo inakuwa kwa kiasi, ambapo kwa takwimu za hivi karibuni sekta hii inachangia zaidi ya 10% na hivyo kuwa fursa adhimu ya ajira kwa makundi mbalimbali katika jamii, wakiwamo vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na makundi mengine. Ukuaji huu unaambatana na ongezeko la vihatarishi mbalimbali vya usalama na afya, jambo ambalo linahitaji mikakati na hatua mahususi katika kukabiliana navyo ili kupunguza athari za vihatarishi kwa maelfu ya Watanzania walio katika sekta hiyo. Mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwamo Geita, Kagera, Mara, Shinyanga na Mwanza ni miongoni mwa mikoa ambayo mnyororo wa thamani katika sekta ya madini umeimarika na hivyo kupelekea jicho la usalama na afya kumurika zaidi katika kanda tajwa. Pamoja na kwamba mafanikio hayo yanachagizwa kwa kiwango kikubwa na uwepo wa migodi mikubwa ya wawekezaji wenye mitaji mikubwa na teknolojia za kisasa, ndani ya mchango huo wa asilimia zaidi ya 10 lipo kundi kubwa la wachimbaji wadogo ambao nao wanapambana usiku na mchana kujitafutia riziki kupitia uchimbaji wa madini. Na kimsingi kundi hili la wachimbaji wadogo kupitia changamoto mbalimbali ikiwamo ukosefu wa mitaji, teknolojia duni na mazingira ya kazi yanayohatarisha afya na usalama wao. Serikali ya awamu ya 6 inazitambua changamoto hizo
Na katika siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa ili kuwawezesha wahusika kujikwamua na changamoto tajwa kupitia wizara na taasisi mbalimbali za serikali, ikiwamo Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi OSHA. Wachimbaji wa Bukombe, Mama Samia oye! Sijakusudia kusema mahubiri, lakini nataka tu tukumbushe Yesu alipokuwa anaendelea kufanya kazi yake ya kuhubiri huko Injili, alipita kando ya ziwa ya Genezareti. Akakuta watu wengi, kusanyiko kubwa, lakini pembezoni kulikuwa wavuvi, kuna vyombo viwili pale. Akafika akapanda chombo kimoja, kilikuwa kinaendeshwa na Simoni. Alipofika ndani ya kile chombo, akasema kiendeshe, twende mpaka ndani huko tuone. Yesu alikuwa amejua kwamba hawa hawapati kitu kwenye kuvua hao samaki. Alikuwa ameshasoma, wamechoka na wanaosha nyavu zao. Maana yake ni kwamba nyavu hawajapata kitu, wanaosha wajipange kwa wakati mwingine. Sasa hata alipokusha kunena, akamwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Wameshaingia kule maji, anamwambia tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Wakashangaa, muujiza gani tumeupata? Lakini Simoni anamjibu Yesu, anamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchoka usiku kucha, lakini hatujapata kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Nilipowaona mama hapa nikasema, wamekuja kwamba leo tumefanya kazi bila kupata kitu, lakini kwa neno lako waziri na serikali ya Daktari Samia shusha nyavu. Ni kauli ya waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi, Mheshimiwa Deusi Sangu, wakati akifunga mafunzo ya usalama na afya yaliyotolewa na OSHA kwa wanachama zaidi ya 350 wa Umoja wa Wanawake Wachimbaji Bukombe WAWABU, wanaofanya shughuli za uchimbaji madini katika wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Mafunzo hayo ni utekelezaji wa miongoni mwa majukumu ya msingi ya taasisi ya OSHA, ambapo pamoja na majukumu mengine, OSHA inawajibika kuwawezesha wananchi kufanya shughuli zao kwa kuzingatia kanuni bora za usalama na afya kupitia mafunzo na miongozo ya kitaalamu. Akizungumza awali katika hafla ya kufunga mafunzo hayo, mkuu wa wilaya ya Bukombe Mheshimiwa Pascas Buragili alitumia nafasi hiyo kueleza jinsi sekta hiyo ya madini ilivyomkomboza maelfu ya wananchi wa wilaya ya Bukombe. Kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya katika wilaya yetu. Katika sekta yako ya ajira, Mheshimiwa Rais amekuwezesha sana kazi. Ukija hapa, sisi swala la ajira kwa kweli linatendewa haki. Katika sekta hii uliokuja ya mambo ya madini, katika wilaya yangu tuna jumla ya wachimbaji wadogo 4396 ambao tunao. Na ninapozungumzia hao wachimbaji wadogo, namaanisha wamiliki wa maduara. Duara unaisema ambao tunachimba, mmoja na miliki anakuwa anatoa mali ile ndani. Lakini huyo mmoja anayemiliki unaweza kukuta na timu ya watu zaidi ya 8 mpaka 10 au hata zaidi. Sababu kuna watu wanafanya kazi ya uchimbaji ile ndani ambao wanachimba. Wasiopungua 10 wanaingia kwa zamu wanatoa. Lakini bado nje kuna sekta nyingine ya usafishaji kwenye miala watu ambao ipo sana. Kwa ninapozungumzia hii takwimu ya 4396 nazungumzia wale wamiliki wa maduara. Kwa ukitaka kujua ni ajira kiasi gani, chukua wastani watu 10 tu ukiweka pale, maana tunazungumzia zaidi ya watu 1043 ambao wameajiriwa kwenye sekta hii ya uchimbaji, kwenye uchimbaji peke yake. Hatujazungumzia kwenye mialo na sehemu zingine za plant na sehemu zingine ambazo kwa nao ni wengi zaidi. Afya salama. Mafunzo yaliyotolewa na OSHA kwa wanachama wa WAWABU yalihusisha mada mbalimbali zikiwamo dhana ya usalama na afya mahali pa kazi, vihatarishi vya usalama na afya katika sekta ya madini, sheria ya usalama na afya mahali pa kazi, pamoja na misingi ya huduma ya kwanza mahali pa kazi kwa nadharia ya vitendo. Mafunzo hayo yalifanyika sambamba na kukabidhi vifaa kinga vya mfano kwa kundi hilo la wanawake wachimbaji wadogo wa madini
ambavyo viligharamiwa na serikali, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha matumizi sahihi na endelevu ya vifaa kinga katika shughuli za uchimbaji madini. Baadhi ya vifaa vilivyokabidhiwa ni pamoja na vizibao vilivyomtambulisha mtu awapo kazini, vikinga pua, maski, vikinga mikono, gloves, pamoja na masanduku ya huduma ya kwanza. Vifaa hivyo vikiwa vinakabidhiwa kwa wahusika, mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda alitumia nafasi hiyo kusisitiza juu ya matumizi sahihi na endelevu ya vifaa kinga mahali pa kazi. Mmefundishwa huduma ya kwanza. Kwa hiyo hapa mtapewa boksi hili, lina vifaa na lenyewe kwa kuwa mmefundishwa namna kulikagua, kujua vifaa vilivyopo. Tunategemea tena tukija kuwakagua tukute hili boksi lina vifaa. Tunatenda na kusema. Sasa Mheshimiwa Waziri alisema atawapa vifaa kinga, ametenda. Na atatenda kwa wote. Afya salama. Katika salamu za umoja wa wanawake wachimbaji Bukombe zilizotolewa na mwenyekiti wao Bi Regina Kabongo, walitumia nafasi hiyo kuishukuru taasisi ya OSHA pamoja na kuiomba serikali kushughulikia changamoto nyingine zinazowakabili. Siku hii ya leo tuna furaha kubwa sana kwa ndugu zetu OSHA ambao wamekuja kutufundisha masuala ya usalama. Wametufundisha vitu vingi sana ambavyo tumeweza kupata ujuzi kwenye usalama katika maeneo yetu ya kazi. Tunamshukuru Mheshimiwa Waziri ambaye amefika siku hii ya leo kututembelea. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo nao hawakusita kuishukuru serikali kwa uwezeshaji waliopata wa mafunzo na vifaa kinga, huku wakiiomba serikali kuendelea kuwawezesha kwa namna mbalimbali. Tunawashukuru watu wa OSHA, tunawashukuru na mgeni aliyekuja kutoka taifa kuja kutoka kwenye shida. Tunawashukuru sana. Wawabu sasa hivi ni kama tumepanda, tuko kwenye daraja refu. Tulikuwa chini lakini sasa hivi tuko juu sana. Na Mungu awabariki wageni waliofika wote kwa ujumla, kwa sababu hatukutegemea hii imekuwa ni kama ndoto. Wawabu wote tumefurahi, kwa niaba ya wawabu wote tumefurahi, ni kama tumepandishwa cheo. Tuko pamoja na nyinyi na tunaendelea kuwaomba waje kutoa elimu ili tuendelee kufaidika. Mafunzo tuliyoyapata leo, tunashukuru sana serikali yetu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru wanawake leo wamepata nguvu kwa sababu wamepata mafunzo aina mbalimbali, ili wamekuwa waelewa kwa mambo yote yanayohitaji katika shughuli zetu za uchimbaji. Wameshajifunza, asali zote tumefundishwa na vifaa tayari tumeshapewa. Kila kitu tumepewa. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu. Tunaomba mama yetu uende kutuangalia wanawake wa Bukombe. Tuna bidii za kufanya kazi na tunaendelea kufanya kazi. Wachimbaji wa Bukombe, Mama Samia oye! Akiwa anahitimisha mafunzo kwa kundi hilo la kina mama, Waziri Sangu akatumia fursa hiyo kutangaza uzinduzi rasmi wa kampeni mahususi ya kutoa mafunzo ya usalama na afya kwa wachimbaji wadogo na makundi mbalimbali ya wajasiriamali wadogo kote nchini. Kampeni hiyo ni sehemu ya programu ya uhamasishaji masuala ya usalama na afya kuelekea maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Usalama na Afya Mahali pa Kazi, ambayo inatarajiwa kuadhimishwa kitaifa mkoani Njombe Aprili 28 mwaka 2026. Aidha, Mheshimiwa Waziri akamwagiza mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda kuhakikisha mpango huo wa mafunzo unakuwa endelevu na kuyafikia makundi mengi zaidi ya wachimbaji wadogo na wajasiriamali katika sekta nyingine. Na hivi leo napofanya hapa ndo nazindua rasmi mafunzo kwa wajasiriamali wadogo wadogo, na hasa walio kwenye sekta ya uchimbaji madini. Kwa nyie ndio mmefungulia mlango wa wengine. Endeleeni.
Kwa hiyo niombe taasisi zinazohusika kutoa ushirikiano wa hali ya juu kufanikisha mafunzo yao kwa wachimbaji wengine wadogo katika maeneo ya migodini. Na pia tumefanya haya yote kwa kutambua umuhimu wa masuala ya usalama na afya kwa wachimbaji wadogo. Tumekuwa tukipata taarifa matukio mengi ya ajali, hususani kwa wachimbaji wadogo kufikiwa na vifusi wakati wa kutekeleza majukumu yenu. Hii ni kutokana na kuwa uchimbaji wenu mara nyingi hautumii teknolojia za kisasa ambazo ni ghali na upatikanaji wake ni ngumu. Nimefurahi sana mpango huu na mtendaji wetu wa OSHA, huu mpango kama ambavyo nimeelekeza uwe endelevu. Nje ya ukumbi wa mafunzo, mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda akazungumzia madhumuni ya matarajio ya programu ya mafunzo kwa makundi mbalimbali ya wajasiriamali wakiwamo wachimbaji wadogo. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba ule uchimbaji wao kwanza unakuwa na tija, kwa sababu wana operate katika sehemu ambayo ina vihatarishi vingi kwa sababu haina mifumo. Kwa hiyo sasa sisi tunataka tuilee hii sekta, tuende nayo, wafahamu masuala ya usalama na afya, wafahamu umuhimu wa kujikinga, na tunajua wakishafahamu hivyo vitu vyote vitawafanya wawe bora zaidi, wazalishe kwa tija zaidi, lakini baadaye wana graduate, wanakuja wanakuwa formal. Kwa hiyo aim kubwa ni kuhakikisha kwamba tunalilea hili kundi, na sisi tuna programu yetu ambayo tunaita programu Atamizi ambayo inalea wajasiriamali wote. Na sasa hapa Mheshimiwa Waziri amezindua rasmi mafunzo haya ambayo lengo lake mpaka itakapofika tarehe 28 mwezi wa 4 tutakuwa tumefikia wajasiriamali wa sekta mbalimbali nchi nzima, na baadaye tunafanya tathmini nini mchango wa OSHA katika usalama na afya kwenye informal sector au informal economy. Akiwa katika ziara ya kufuatilia utekelezaji wa sheria ya usalama na afya mahali pa kazi na sheria nyingine za kazi katika mgodi wa dhahabu wa Geita GGML hivi karibuni, Waziri Sangu alitumia fursa hiyo kutoa wito kwa migodi mikubwa kushirikiana na serikali kuwawezesha wachimbaji wadogo ili kujenga uchumi jumuishi unaotokana na sekta ya madini. Lengo langu nataka kuona kwamba hii migodi ambayo ina shughuli zenye vihatarishi vingi, hivi vihatarishi tunawasaidiaje kulinda nguvu kazi? Kwa hiyo katika kazi ya laini msiseme kwa nini waziri amekuja hapa GGM peke yake. Mtawaendea na wengine wote. Nilikuwa nasoma pale kwenye core value ya kwanza ambayo umeipa tunu namba 1 ni usalama. Mnaupa kipaumbele kabla ya kitu chochote. Na hii ndio imewafanya mkafikia hatua hii kubwa. Na sasa inanishawishi kwamba GGM mnaishi falsafa ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan inayosema kazi na utu. Niwapongezi, nimefarijika kuona mnajali afya kama nilivyosema, lakini pia pongezi kubwa iende kwa taasisi yetu ya OSHA. Lakini pia tunaomba nguvu hii mlionayo muiwezeshe na migodi midogo kwa kuwapa elimu, ikiwa ni sehemu yenu pia ya kuelimisha jamii, kwa sababu hawa wachimbaji wadogo bado hawana mifumo. Mnaweza mkawapa elimu na kidogo kwa kushirikiana na OSHA wakawa na mifumo yao, lakini kubwa zaidi wanapopata majanga, kwa sababu sisi tuna vifaa vya uokozi, tumejipanga, tumejizatiti basi kuwapa msaada ili waweze kuepukana na hatari ambazo zinaweza kujitokeza. Naam, hizo ndizo siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upande wa taasisi ya OSHA ambazo ama hakika zimekuwa za moto kweli kweli, na kama ilivyo kauli mbiu ya awamu ya 6 isemavyo, kazi na utu tunasonga mbele. Ni dhahiri kuwa huu ulikuwa mwanzo tu, ambapo tunatarajia kazi kubwa zaidi kuendelea kutekelezwa na taasisi ya OSHA. Na hapo ndipo tumefika tamati ya makala yetu kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao yetu ya kijamii. Asante na kwaheri.
Osha, kazi salama, maisha salama.